Kwa majina anaitwa Adija Shabani Sefu, mwana kijiji wa Njoro Bunge. Kero yangu mimi, nimenyang'anywa vitu vyangu vya ndani kwa sababu ya mwanaume jana usiku saa 4 za usiku. Kakunyang'anya nani? Mwenyekiti wa kijiji na kijana fulani anaitwa Richi, walikuja na mama fulani ambao simfahamu. Wamekunyang'anya kwa sababu gani? Wamenyang'anya kwa sababu ya mwanaume. Alikuwa na simu, alimuuzia mwenzake simu, ile simu ikaja kuonekana baadaye ya wizi. Ilipokuja kuonekana baadaye ya wizi, basi walifuatiliwa wakaja kukamatwa mume wangu pamoja na huyo alouziwa. Basi baadaye wakampeleka kule polisi. Walipompeleka polisi, wakawa wanalazimisha mimi niende nikaweke dhamana pale polisi. Nikamwambia mimi na hii hali yangu siwezi kuja hapo polisi kuweka dhamana mimi. Baadaye sasa jana usiku saa 4 za usiku walinifuata mwenyekiti wa kijiji pamoja na wewe kijana anaitwa Richi pamoja na mama fulani, wakaja wakanyang'anya TV, sabufa, sofa la watu wawili na godoro la 5 kwa 6. Kwa sheria gani? Mimi sijajua. Ni yupi mwenyekiti wa kijiji nani? Filimoni. Haya bosi, sheria gani mliotumia kumnyang'anya yule mama? Usicheke. Usicheke kabisa. Usicheke. Niambie sheria gani mliotumia kwenda kumpokonya mama vile vitu? Ni mahakama, mlikaa mahakama ama mlikubaliana? Sisi tulikubaliana. Ongea kwa sauti kubwa, maiki ile pale, nenda pale. Ni kweli kama alivyosema, mume wake alikamatwa. Aliiba simu akaja kumuuzia kijana fulani hapa Njoro. Shilingi ngapi aliuza? Hiyo simu alikuja kumuuzia kwa 190,000. Kwa hiyo alipokuja kukamatwa na polisi hapa, akapelekwa kituoni, akawa amelala siku 2. Kwa hiyo yule mwenye simu alipofika pale wakapiga hesabu na gharama za kumtafuta, ikatakiwa huyo bwana alipe shilingi 700,000. Ikatakiwa alipe wapi? Polisi. Alipe polisi pale. Huyo na haya, polisi aliyesimamia hiyo nani kesi nani polisi ya kufanya hiyo hukumu? Yuko hapo, anaitwa Besteri. Kaja hapo huyo bosi? Besteri. Yuko kituoni. Haya. Utatusaidia wewe kujibu hili. Ili swala la polisi kuweka watu hapo waanze kubageni kufanya hesabu na gharama na kufanya tathmini, na yenyewe pia ni sehemu ya kazi yenu bosi. Hicho tu basi. Mheshimiwa Mwenyekiti. Naam. Mmechukua vitu kwa mama huyu jana, hamjachukua? Tumechukua. Viko wapi? Vipo, ndo tulikuwa tunatafuta soko tupeleke fedha. Viko wapi? Viko nyumbani. Lete hapa sasa hivi. Sasa hivi lete hapa. Sasa umeenda kumnyang'anya godoro mwenzao, angelala wapi? Na ile mimba analala wapi? Hiyo TV lete hapa kwenye hapo kuna nani? Na TV yake hapo. Na nini kingine? Weka hapa. Mheshimiwa bosi mkubwa, usije ukarudia tena. Utaniona mbaya hichi kitu ambacho umefanya. Hakuna mtu yote mwenye haki na mamlaka ya kwenda kwenye nyumba ya mtu yoyote na kuchukua vitu. Hapa najaribu kuwaza kwamba ni kuache ama niondoke na wewe. Na uliokwenda nao kuchukua hivi vitu nyumbani kwa huyu mama. Si sawa. Si sawa kabisa. Na msimfanye mwanamke ni kiumbe dhaifu, hapana. Wanawake sio dhaifu sisi. Sema kwa kuwa Mungu ametujalia moyo unaobubujika machozi kwa sababu ya maumbile yetu, tunaishi na nyinyi kwa huruma. Sasa natamani pia nikufungulie kesi. Nilikuwa nauliza, wanasheria wananiambia mbona kesi nyepesi? Tamani kufungulia kesi afu nimuone polisi atakaye kutoa ndani wewe. Kwa sababu hii ni kesi. Na mnaleleje mama mjamzito yule magodoro alale wapi? Kwa nini msimtafute aliyeiba? Sasa yule mama yule agusu. Ajikwae yule. Mtanijua. Agusu, ajikwae. Na hii mizigo yake ipelekwe mpaka nyumbani kwake na nitapeleka wewe mwenyewe kwa gharama zako wewe mwenyewe kama sijaondoka.